kipindi chetu cha Bible Study. Huenda ikawa ndilo somo letu la mwisho hivi katika mikutano hii, ila ninaamini kwamba Bwana amekufahamisha yale ambayo alikusudia, angalau masuala muhimu zaidi ambayo tuliyachagua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yako mengi tu ambayo baada yanaweza kuzungumziwa, lakini yale ambayo Roho wa Mungu alituongoza kuyachagua, ninaamini ya kwamba umebarikiwa na kuelekezwa kwayo. Tuombe tunapoingia kwenye somo letu la leo. Baba na Mungu wetu tupendaye, muda huu tena tunatamani tufundishike kutoka kwako. Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu mkuu atuongoze kuifahamu kweli, na hiyo kweli ituweke huru kama usemavyo katika neno lako. Chukua hatamu ya somo hadi tamati, ndivyo tuombawe kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Somo letu leo linasema kuna kanisa la Mungu duniani leo. Kuna kanisa la Mungu duniani leo. Jana tulizungumza kuhusu vipengele vitano vinavyoonyesha dini bandia, na tukasema ya kwamba kinachowafanya watu wengi kuangukia bandia ni kwa sababu kuna njaa ya kweli. Watu wako mbioni kutafuta, na katika tafuta zao hatimaye wanaishia mikono isiyo salama. Na ni kweli, kusema ukweli ni kwamba kuna njaa ya Ukristo wa kweli duniani leo. Sio njaa inahitaji tu kanisa, ni njaa ambayo inataka kanisa ambalo nimejikita kwenye misingi ya neno la Mwenyezi Mungu. Wengi leo wanatafuta kweli. Wengi leo wana njaa na shauku kubwa ambao wanatamani ili kwamba ikaweze kushibishwa. Na unajua, upenzi wa vitu vya dunia haujaridhisha sana moyo. Starehe hazijaridhisha watu, teknolojia hazijafaidisha watu wapenzi. Kuna njaa, na Mungu ameiweka njaa hiyo speciali ndani yetu ikaweze kutoshelezwa na Yesu Kristo kupitia kwa neno lake. Swali ni, je, Mungu ana kanisa lake duniani leo? Je, Mungu ana kanisa lake duniani leo? Je, Mungu ana watu ambao anawaita kama kanisa lake duniani leo? Unajua, siku zile za Nuhu, Mungu alikuwa na ujumbe wa kipekee sana kwa sababu ya wanadamu. Nuhu aliwasihi wake kwa waume waingie kwenye safina, lakini watu hawakukubali. Katika siku za Nuhu, wengi waliukataa wito wa Mungu, lakini wale wachache ambao waliitikia, waaminifu wachache, waliingia safinani. Wapenzi, kulikuwa na mwito speciali wa kuondoka kati ya watu wengi. Kulikuwa na mwito wa kipekee kukwepa umati. Kulikuwa na mwito wa kipekee kuifuata imani ambayo inapatikana kwenye neno la Mungu. Na Nuhu kwa kipindi cha miaka 120 alihubiri watu waingia safinani. 8 tu ndiyo wakaingia, yeye akiwemo. Siku zile za Ibrahimu, Mungu tena akawa anaita watu wajitenge, watoke katika sehemu ya wengi wa watu, wakafuate kweli, wachukue hatua ya imani, wachukue hatua ya kufuata neno la Mwenyezi Mungu. Na kitabu kile cha Mwanzo 26 mstari wake wa pili, Mwanzo 26 mstari wa pili, Biblia inasema kwamba Bwana akamtokea, huyu ni Ibrahimu, akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayo kuambia. Bwana alikuwa anamwita Ibrahimu ili kwamba ajitenge na ibada ya mazoea, ajitenge na watu waliokuwa na ibada potofu, aifuate kweli. Lakini mstari wa 5 hapo 26 inasema, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Mungu anawaita watu katika utiifu.
Nuhu aliitwa amtii Mungu kuingia safinani. Ibrahimu aliitwa amtii Mungu kutoka katika ibada ya watu ambao walikuwa wanaabudu sanamu, afuate sheria, maagizo na hukumu za Mwenyezi Mungu. Lakini pia Musa, Mungu akamwita tena na yeye ili aongoze kundi lake ambalo lilikuwa ni la waaminifu. Katika siku ya Israeli ya kale, Bwana alimwita. Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa kwanza inasema hivi, anapomwita, agizo lake kwa wana wa Israeli, anawaambia, kwa ajili hii mpende Bwana Mungu wako na kushika siku zote mausia yake na amri zake na hukumu zake na maagizo yake. Mungu anawaita watu waingie katika utiifu. Anapoita watu kutoka mahali walipo, anawaita waingie katika utiifu. Hawa ni watu waliochaguliwa na Mungu, watu wa kipekee ambao Bwana amewaita. Kwenye Agano Jipya tena tunaona kundi ambalo Bwana kwa muujiza analichagua. Siku ile ya Pentekoste, watu wapata 3,000 walibatizwa baada ya hubiri ya mitume, nao wakaingia katika kufuata maagizo, matakwa, sheria, mausia ya Mungu. Siku za Agano Jipya pia Mungu alikuwa na watu ambao aliwachagua, na Petero akiandika kuwahusu, waraka wa kwanza wa Petero 2 mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Petero 2 mstari wa 9 anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, yani watu wa kipekee wa Mungu, God special people. Siku za Nuhu kulikuwa na watu wa kipekee kwa Mungu. Siku za Ibrahimu kulikuwa na watu wa kipekee wa Mungu. Siku za wana wa Israeli Mungu alikuwa na watu wa kipekee. Siku za mitume Agano Jipya Mungu alikuwa na watu wa kipekee. Kwa nini aliwaita? Fungu linaisha kusema, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Wapenzi, Mungu amekuwa na watu wake kwenye vizazi vyote. Baada ya anguko kwenye shamba la Edeni, Mungu hajakosa kuwa na watu wake katika vizazi vyote. Na kila mara unapochukua hatua ya kuifuata kweli na kuwa sehemu ya watu wa Mungu wanaozishika amri, unaingia kuwa katika familia ya watu wa kipekee wa Mungu. Kila mara mpenzi, asante. Kila mara unapochukua hatua ya kufuata kweli, kufuata mausia ya Mwenyezi Mungu, kuitikia wito wa kutoka kati ya watu wenye ibada ambazo hazilingana na neno la Mwenyezi Mungu, unaingia katika familia ya Mwenyezi Mungu na kuhusishwa kuwa watu pekee ambao Bwana amewaita wapenzi. Na haimaanishi ya kwamba unakataa ukweli wowote ambao uliamini pale nyuma. Huenda kuna kweli ambazo zilikuwa za kipekee ambao ulikuwa umeziamini pale nyuma. Kuna vitu ambavyo ulikuwa umevishikilia pale nyuma, huenda vikawa vilikuwa sawa, lakini sasa Mungu anakualika uingie katika ibada kamili ya kumtii kikamilifu, ya kufuata maagizo yake yote, wapenzi. Na unapoipata kweli, siri ya maana sana hii, sikilize. Unapoipata kweli, utatafuta kanisa ambalo linaifundisha hiyo kweli. Unapoipata kweli, utaitafuta kanisa ambalo inaifundisha hiyo kweli, kwa sababu hivi ndivyo Biblia inaita kanisa la Mungu. Sikia maelezo kuhusu kanisa la Mungu. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 15. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 15 inasema, lakini nikikawia
upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba yangu iliyo kanisa la Mungu aliye hai. Alafu anamaliza, nguzo na msingi wa kweli. Yaani kanisa la Mungu inaitwa ni nguzo na msingi wa kweli. Kanisa la Mungu duniani leo, wapenzi, katikati ya ubandia, katikati ya dini potofu, litatambulikana kuwa mtetezi wa kweli. Itasimama kwenye kweli, kweli ambayo ni neno la Mungu ambalo linasimama milele zote. Manake Yohana 17 mstari wa 17 anasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli, tena mtaifahamu hiyo kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo kitambulisho moja muhimu ya kipekee ya kanisa la Mungu duniani leo ni kwamba kanisa la Mungu litaifunza kweli, litaitetea kweli, litasimama katika kweli. Kanisa la Mungu litashabikia kweli ambayo ni neno la Mungu lililo hai. Hiyo ndiyo njia ya kipekee, sikia, ya kuitambua kanisa la Mungu duniani leo. Je, una njaa ya kutafuta Ukristo wa kweli? Je, unatamani katika ulimwengu wenye bandia na mapotofu mengi uweze kupata kanisa la kweli? Ndiyo, unaweza kulipata. Mungu amesema ya kwamba kanisa lake duniani leo litakuwa ni nguzo na msingi wa kweli. Itatetea kweli, itafunza kweli, itasimamia kweli pasipo kuiachilia. Kanisa la Mungu leo litakuwa katika misingi ya kweli tu, ambalo ni neno la Mwenyezi Mungu. Kama tuko pamoja mpaka hapo, hebu nipungie mkono wako hewani namna hii. Bwana akubariki sana. Mungu akubariki. Sasa sikiliza, yeyote anayelijia neno la Mungu akiwa na shauku tu ya kuthibitisha mawazo yake mwenyewe, hawezi kugundua mapenzi ya Mungu. Kila mara ukiifungua Biblia na sababu yako ni kuthibitisha tu mawazo yako, sababu yako ni kuhakikisha tu tamaduni zako, hauwezi kuifikia kweli katika neno la Mwenyezi Mungu. Mawazo yako yataathiri kile ambacho neno la Mungu kimesema. Ukitaka ili kwamba ufaidike kutoka kwenye neno la Mwenyezi Mungu, inakupaswa umruhusu Roho wa Mungu anene nawe, akufunze neno lake yeye mwenyewe. Biblia ijinenee kama ifanyavyo kila wakati. Usije na shauku na tamaduni na mawazo kuyathibitisha katika Biblia, hautafikia kweli, wapenzi. Na jioni hii ya kipekee tutatembea kwenye Biblia kwa dakika hizi chache tulizo nazo. Tutambue ya kwamba Mungu ana kanisa lake duniani leo. Shetani analichukia, amejaribu kuliangamiza kwenye vipindi vyote vya kanisa, lakini hajafanikiwa. Shetani anajua leo katika wingi wa madhehebu, katika wingi wa makanisa, Mungu ana kanisa lake duniani leo. Shetani anajua katika wingi wa watu wanaodai kuabudu na kusema haleluya na Bwana asifiwe. Shetani anajua Mungu ako na wachache wake, na hao wachache Shetani tangu mwanzo ametafuta namna ya kuangamiza, ametafuta namna ya kuwasambaratisha. Habari njema ni ya kwamba tangia mwanzo wa pambano kuu, Shetani hajawahi kuwashinda watu wa Mwenyezi Mungu. Tangia mwanzo wa pambano kuu, Shetani hajawahi kushinda vita hivyo, na kama kushinda mwanzo, hatashinda mwisho. Nitembee na wewe kwenye kitabu cha Ufunuo, sura yake ni ya 12. Kwenye Ufunuo sura ya 12 kuna mwanamke pale anayeelezewa. Ni mwanamke ambaye amevikwa jua, amesimama juu ya mwezi.
taji ya nyota 12 iko juu ya kichwa chake. Mwanamke mwenye mimba, mwenye utungu wa kuzaa mwana, ni mfano unaotumika pale kumaanisha kanisa. Kwenye unabii wa Biblia, mwanamke anamaanisha kanisa. Ndio maana Wakorintho wa pili 11 mstari wa pili, Wakorintho wa pili 11 mstari wa pili nasema, maana na waonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Kwa hivyo kwenye Biblia mwanamke aswa katika sehemu ya unabii anamaanisha kanisa. Hili kanisa ni mke wa Yesu Kristo. Amelinunua kwa damu yake ya thamani, amelikomboa kwa gharama ya hali ya juu, na Yesu atafanya kila awezalo kuhakikisha kanisa lake liko salama. Kama vile mume hapa chini anavyomtunza mke wake, zaidi hata ndivyo Kristo anavyolitunza kanisa lake. Ila shetani amekuwa mbioni kuangamiza kanisa la Mwenyezi Mungu. Ufunuo 12 mstari wa 9, kipindi cha kwanza cha uvamizi ambao shetani alifanya. Ufunuo 12 mstari wa 9. Hakuanza vita hapa chini, alianza vita na kanisa mbinguni aswa. Huko ndiko alikoanzia, maanake Biblia inasema kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na yule joka akapigana pamoja na nyoka zake, alafu anasema malaika zake, samahani, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa, hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwenye kipindi cha kwanza, shetani anapoibua vita dhidi ya kanisa la Mungu hata likiwa mbinguni, dhidi ya kundi la Mungu hata likiwa mbinguni, shetani anashindwa na Kristo anashinda. Shetani anashindwa na Kristo anashinda. Kwa hivyo from the very beginning, kutokea mwanzo tu, shetani alivyo launch vita dhidi ya kanisa la Mungu, dhidi ya kundi la Mwenyezi Mungu, alishindwa from the very onset. Ni mshindwi, alishindwa pale mwanzo mbinguni alipotifua vita dhidi ya kundi, dhidi ya serikali, dhidi ya uongozi wa Mungu. Lakini kwa sababu shetani hafi moyo haraka, kasema si nimeshindwa, itabidi ni extend vita vyangu. Ufunuo hapo 12 mstari wa 4 na wa 5, Biblia inasema hivi, yule joka sasa, baada ya kushindwa mbinguni, karne na miaka imepita, mwanadamu ameumbwa, amemwangusha katika dhambi. Kisha baada ya kumwangusha mwanadamu katika dhambi, Yesu Kristo ametumwa ili kwamba aje amkomboe mwanadamu. Ufunuo 12 mstari wa 4 na wa 5 inasema, yule joka ambao ni shetani akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azapo amle mtoto wake, ale mtoto wake. Shetani sasa amejua kwamba ameshindwa vita mbinguni, amemwangusha mwanadamu katika dhambi, kanisa la Edeni amelivamia, amewapoteza tayari katika dhambi. Mungu kumbe alikuwa na mpango wa kuliokoa kanisa. Akamwona Yesu ametumwa, na kwa sababu Yesu ametumwa, sasa nitageuza nguvu yangu, manake nimeshindwa vita mbinguni, kanisa nimelipoteza, nimekuja kukombolewa, nitahakikisha ukombozi huo haujafanikiwa. Na Yesu alipozaliwa, hasira yake ikageuka kwake. Si yeye ndiye aliyemwingia Herode na akampatia Herode roho ya unyama, roho ya kutamani kumuua Yesu Kristo, lakini kwa sababu Mungu alikuwa amemwandaa Yesu Kristo kufa na mazingara ya kumtunza, akampatia Yusufu njozi usiku, akamwambia, sikiliza, wapo watu wanaotamani kumwangamiza huyo mtoto, mbebe na mama yake mpaka Misri, usirudi mpaka nitakapokuambia. Familia hii ikasafiri hadi Misri, na baada ya Herode kufa akapewa masharti ya kurudi, lakini shetani bado hakufa moyo, wapenzi. Aliingia katika umati ule
uliokuwa katika chumba cha hukumu cha Pilato, akawasukuma wapige kelele pamoja. Pilato alipouliza, huyu ni Baraba na huyu ni Yesu, akasema ni nani nimwachilie? Akasema mwachilie Baraba. Kisha Pilato akauliza, na huyu Yesu nimfanyie nini? Shetani na mazimu yake yakasukuma umati kupaza sauti, asulubishwe, asulubishwe. Na akamchukua Yesu. Hatimaye akashurutisha serikali ya Kirumi, akawashurutisha waandishi na Mafarisayo. Yesu akaangikwa msalabani, akaishi kana kwamba ameshinda, akaishi kana kwamba kanisa amelimaliza kabisa. Akamshawishi Pilato akitumia waandishi na Mafarisayo, kaambia huyu bwana alikuwa amedai ya kwamba siku ya 3 atafufuka. Kwa hivyo ili tuhakikishe hajaibiwa, ili wabuni story, Pilato fanya hivi: chukua jiwe kubwa, weka juu ya kaburi. Lakini isitoshe, weka maskari wa Kirumi hapo mbele. Isitoshe, weka muhuri wako kwenye jiwe, ili yeyote hapaswi kugusa. Shetani hakutaka Yesu atoke kaburini, manake alijua kutoka kwa Yesu kaburini ilikuwa ni ushindi kwa kanisa la Mungu, na alikuwa na mpango wa kumzuia Yesu kaburini asalie huko wala asiondoke, manake alijua ya kwamba, wapenzi, ilikuwa ni ushindi kwa kanisa la Mungu. Lakini nashukuru ya kwamba walitengeneza mazingara ya Mungu kujichukulia utukufu. Walitengeneza mazingara mazuri sana ya Mungu kujichukulia utukufu. Walipoweka jiwe kubwa ambalo kuna mtu anaweza kubiringisha, walipoweka maskari wawili pale mlangoni ambao hakuna mtu angeweza kuwashinda, walipoweka muhuri kwenye jiwe ambao hakuna mtu angeweza kugusa. Lakini sikiliza, asubuhi na mapema Jumapili, mwandishi nayempenda nje ya Biblia anasema hivi: malaika wa Bwana alishuka akalibiringisha jiwe kama gololi. Kama gololi. Hivi mnajua gololi nini? Ile mnaita banta huku, nafikiri ni banta, yaani kile kitu kidogo ambao watoto tunapenda kucheza nayo, marbles. Alishuka chini akasukuma jiwe kana kwamba hakuna kitu pale. Kisha sauti ikapazwa, Yesu mwana wa Mungu, toka huku nje, baba yako anakuita. Na yule Yesu aliyekufa sasa akafufuka, kanisa likapata nguvu tena ya kuendelea mara nyingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naambia kila mara hapa, ujasiri wetu wa kuhubiri haupo katika kifo cha Yesu Kristo tu. Ujasiri wetu wa kuhubiri haupo katika kuzikwa kwa Yesu Kristo tu. Ujasiri wetu wa kuhubiri ni kwa sababu tunamhubiri Yesu ambaye anaishi milele zote. Na kwa sababu anaishi, kanisa linatumaini. Kwa sababu anaishi, kanisa halina wasiwasi. Kwa sababu anaishi, mimi Robinson ninaweza kumtangaza pasipo wasiwasi, kwa sababu ninajua anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Anaishi. Kipindi cha pili, shetani akashindwa tena. Na unajua shetani ni mkora. Imagine hata baada ya Yesu kufufuka, wale waandishi na Mafarisayo walirauka kaburini asubuhi, wakaambia wale wanajeshi wa Kirumi, hakikisheni amjaambia mtu ya kwamba Yesu amefufuka. Waambieni watu ya kwamba wanafunzi wake walikuja wakamuiba. Sasa unajua, that does not make sense at all. Wanafunzi wavuvi waoga, jambo la kwanza, wangekujaje kuwashinda maskari wawili wa Kirumi ambao walikuwa wamejihami? Hao wangefanyaje hivyo? Isitoshe, kuna very clear evidence ya kwamba hakuna uwezekano kwamba Yesu aliibwa. Unajua kwa nini? Yesu alipofufuka hata hakuwa na haraka ya kuinuka. Biblia inasema kwamba zile nguo ambazo alikuwa amefunikwa nazo zilipatwa zimekunjwa vizuri. Yaani, unajua mtu akiba anachakaza vitu. Lakini hapa Yesu amefufuka, hata bila spidi aliinuka akakunja
akakunja vitu taratibu, akaacha kila sanda na kitambaa kimekunjwa vizuri kaburini, ndipo akaondoka bila wasiwasi. Ni Yesu gani huyo aliyeibwa? Hakuna uwezekano wapenzi kwamba Yesu aliibwa. Yesu tunayemwabudu wapenzi alifufuka, na anasema yeye ndiye huo ufufuo na uzima. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. He is the resurrection and life. Wale maskari, nimechukua muda mrefu hapo. Wale maskari, unajua hakuna venye wangemwambia Pilato kwamba Yesu ameibiwa, wangechinjwa. Hakuna venye wangemwambia Pilato vile. Ni muandika kazi, kisha mnaambia mlilala. Watu ambao wamekuja tu hawajajihami, waliwashinda vipi wakaiba mwili wa Yesu? They couldn't dare tell Pilate that. Nilisoma mwandishi mwingine pale akisema kwamba wale wanajeshi walipofika mbele ya Pilato walikuwa wanatoka jasho, walikuwa wanatetemeka. Pilato akawaangalia akasema, hii si kawaida ya wanajeshi. Soldiers don't behave this way. Akasema hapa lazima kuna kitu cha ziada kimefanyika. Alipowauliza nini mbaya wanajeshi, wakiwa wanatetemeka, jasho linawatoka, akamwambia, sikiliza Pilato, yule mtu tuliyemsulubisha Jumapili ni mwana wa Mungu. Hakuwa mtu wa kawaida. Pilato anauliza, mnasemaje? Anambia, sikiliza Pilato, tulisikia sauti, tulijionea mwangaza, tuliangushwa chini na mwangaza huo. Isitoshe, aliyekuja kumwamsha, aliyekuja kumfufua, alimuita mwana wa Mungu aliye hai. Pilato, we crucified the Son of God. Hakuwa normal criminal. Na ikasalia katika rekodi ya kwamba Pilato ndiye aliyemsulubisha Yesu Kristo. Umati ulipomshurutisha, Shetani akashindwa hivyo vita, lakini he doesn't give up easily. Kasema, bado niko na kanisa hapa na hapa, hapa na hapa, bumper to bumper, siachili kanisa. Yesu akafufuka, akapaa kwenda mbinguni, akasema bado I'll attack the church, nitavamia kanisa. Na Shetani ni kweli akageuza ghadhabu yake kwa kanisa. Wakati wa kipindi cha Rumi, Constantine wakashikana pamoja na kanisa kuwatesa Wakristo wa Mwenyezi Mungu. Ni kipindi ambacho Paulo kichwa kilienda. Ni kipindi ambacho Petero alisulubiwa kichwa chini na miguu juu. Ni kipindi ambacho Tomaso kachinjwa. Ni kipindi ambacho wanafunzi wote waliuawa isipokuwa Yohana wa Patmo. Ni kipindi ambacho kanisa kilivamiwa kisawasawa. Why? Shetani hajawahi kupenda watu wa Mungu. Never. Hajawahi kuwapenda. Biblia inasema kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 6, vifo vilipozidi, kasema yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko kwa muda wa siku 1260. Kipindi cha zama za giza, kanisa likiwa gizani. Alipoona ameshindwa wakati wa kina Petero, akageuza asira yake wakati wa wana matengenezo. Kuna watu ambao majina yao ni tajika kwenye historia ya kanisa. Martin Luther alisimama na kusema mwenye haki ataishi kwa imani. John Wycliffe alisimama kupeana Biblia katika utakatifu wake. John Calvin, John Huss, Jerome, yani matengenezo wengi ambao siwezi kuwataja sasa, walisimama kutetea imani yao. Na kipindi hicho wapenzi, Shetani alijaribu kuangamiza kanisa, lakini hakufanikiwa. Nakumbuka wakati mmoja alipokuwa ameanza kuwaua wana matengenezo, mmoja anayeitwa John Wycliffe alikuwa amekufa kabla hawajaanza kuwa wengine. Alafu kitu kikawadanganya kwa sababu ya chuki na hasira, kwamba waende wakafukue mifupa ya John Wycliffe. Wakaifukua mahali ambayo ilikuwa imezikwa, na kwa sababu ya chuki na hasira dhidi ya Wakristo wakateketeza ile mifupa tena afresh. Kisha kosa lao ni hili: baada ya kuteketeza mifupa ya John Wycliffe, wakachukua jivu lile wakaenda kulimwaga kwenye mto fulani unaitwa River Rhine, wakalimwaga kule. Historia inasema ya kwamba kila mmoja aliyeenda kunywa maji kutoka kwenye mto huo aliokoka na akawa Mkristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
hauwezi kuiangamiza mbegu ya Kikristo. Yesu alisema kwamba wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu ambao ni Yesu Kristo nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Sikiliza, there is no strong demon in hell who can come against the church of God. Hakuna pepo mwenye mamlaka kuzimu anayeweza kupiga vita dhidi ya kanisa la Mwenyezi Mungu na akafanikiwa. Haiwezekani. Kwa hivyo wakati wana matengenezo, shetani tena alishindwa. Yesu akabaki kushinda. Yesu akabaki kutawala. Lakini hatimaye kipindi cha mbinguni hakufanikiwa. Kipindi cha kile cha Yesu Kristo kuja hakufanikiwa. Kipindi cha wana matengenezo na mitume hakufanikiwa. Akasema I'll not give up. Ufunuo 12:17. Usisahau fungu hili. Ufunuo 12:17 inasema, joka shetani tena akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Kumbe kuna kipande cha kanisa ambacho kimebaki. Siku hizi za mwisho, lile kanisa la shamba la Edeni, lile kanisa la Nuhu, Ibrahimu, mitume na wana matengenezo, lile kanisa ambalo lilitii maagizo yote ya Mungu, lile kanisa, kumbe kuna kipande chake ambacho kimesalia. Biblia inasema kwamba ni masalio ya kanisa, mabaki ya kanisa, the remnant of the church. Kumbe siku hizi za mwisho, wapenzi, bado Mungu ana watakatifu wake, bado Mungu ana kanisa lake, bado Mungu ana sehemu ya kanisa ambayo limesalia, analiita masalio. Leo Mungu ana kanisa lake duniani. Na unajua, tukisema masalio, hivi ndivyo tunavyomaanisha. Hapa mkononi nimebeba kitambaa. Hichi kitambaa tukikata vipande vidogo vidogo, kisha vipande vyote vipeperuke ama vipotee, nibaki na kipande kidogo mkononi. Kile kipande kilichobaki tunasema ni masalio ya kitambaa kizima, the remnant of the entire handkerchief. Masalio ambayo yanabaki, material ni ile ile, texture, mguso ni ule ule, rangi ni ile ile. Tofauti ni kwamba sehemu iliyosalia ni ndogo, lakini inafanana kwa kila kipengele, rangi, material, kila kitu kinakuwa ni kile kile. Ndio tunamaanisha tukisema masalio. Sasa kumbe siku hizi za mwisho kuna sehemu ya kanisa iliyosalia. Kuna sehemu ya kanisa la Mungu, lile kanisa la mbinguni ambalo lilivamiwa, lile kanisa la shambani Edeni ambalo lilivamiwa, lile kanisa ambalo Mungu alimwitia Nuhu, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, mitume, wana matengenezo. Lile kanisa, kumbe kuna sehemu yake duniani leo ambayo imesalia, wapenzi. Na hizi ndizo sifa zake mbili. Anasema masalio, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Sikiliza, kanisa la Mungu leo, tofauti na kusimama kwenye neno la Mwenyezi Mungu, litatambulikana kwa vitu viwili: kufunza utuifu kwa amri zote 10 za Mwenyezi Mungu, lakini pia kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Vitu viwili muhimu sana. Ushuhuda wa Yesu Kristo, kulingana na Ufunuo 19 mstari wa 10 sehemu yake ya pili, anasema, nitasoma sehemu ya pili peke yake, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Ina maana kanisa la Mungu leo, sikia, tofauti
tofauti na kufunza watu amri zote 10 na kwa kuzifuata, sio kama njia ya ukombozi, bali kama dhihirisho kwamba tumeokolewa, kanisa la Mungu pia litaamini huduma ya manabii. Kutokea Agano la Kale hadi Agano Jipya litaamini katika huduma ya manabii kwenye Biblia kama Mungu alivyoipeana. Wapenzi, Mungu ana kanisa lake leo, lina roho wake, lina mguso spesheli ulimwenguni. Mungu ana kanisa lake leo, ni jumuiya ya dunia nzima iliyojitolea kwa Kristo, inayotii neno lake. Mungu ana kanisa lake leo, na aliwaambia hilo kanisa, enendeni kote mkawafanye watu kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama, nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na kila kizazi Mungu amekuwa na watu wake ambao wanakuja kwenye kanisa lake, wanafuata kweli ya neno lake. Na hata leo Bwana ana kanisa lake duniani. Ukitamani kuliona utalipata, ukitamani kulitambua utalifahamu, kwa sababu Bwana ameweka kanisa lake duniani leo. Inatambulika kwa vitu vinaregelea. Watafunza watu kutii amri za Mwenyezi Mungu, ikiwemo ya Sabato takatifu. Wataambia watu ya kwamba sawa, siku sitafanya kazi, Mungu amesema tenda mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Wataambia watu Sabato ya Mungu bado ipo, imesimama, ni siku ya 7 ya juma, Jumamosi, wala sio siku ya kwanza ya juma, Jumapili. Wataambia watu ya kwamba sikiliza, tofauti na hiyo, Mungu ana huduma ya manabii ambao wamezungumza nasi kwa njia ya kipekee. Mungu ana kanisa lake leo. Watu wanauliza, nimewahi kuulizwa, kwa hivyo mhubiri unajaribu kusema kanisa lako ndilo kanisa la Mungu duniani? Kwa hivyo mhubiri unajaribu kusema kanisa lako ndilo kanisa la kweli? Unajua, mie kama ningepata kanisa lengine ambalo lina sifa ambazo Mungu amelipatia kanisa lake kwenye Biblia, ningekuwa muumini wa kanisa hilo. Huo ni uaminifu kutoka katika moyo wangu, wapenzi. Ningepata kanisa lenye sifa ambazo Mungu amepeana kanisa lake kwenye Biblia, mimi Robinson ningekuwa muumini wa kanisa hilo. Lakini kwa sababu nimechagua kuwa Mwadventista wa Sabato, sio kwa sababu nilizaliwa, sio kwa sababu napenda kwaya, sio kwa sababu napenda wahubiri. Nimelichagua kwa sababu kulingana na kipimo cha Biblia inafikisha sifa la kanisa la Mwenyezi Mungu. Nawe nakualika kwa kanisa masalio ambalo Bwana amelisimamisha. Hili kanisa masalio limetoa imani safi ya wanafunzi. Hili kanisa la masalio, sikiliza, linafunza watu kushika amri za Mungu. Hili kanisa la masalio linaongozwa na uongozi na karama ya unabii. Hili kanisa la masalio linasukumwa na utume duniani kote, ndio maana tuko Kenyenya. Hili kanisa la masalio litaita watu wajitoe kikamilifu kwa Kristo. Hili kanisa la masalio nimelichagua, linaongozwa na Biblia kuitunza Sabato. Hili kanisa la masalio nimelichagua, linafundisha watu kutunza miili yao kama hekalu la Mwenyezi Mungu. Hili kanisa la masalio nimelichagua kwa sababu linatoa mwito wa mwisho wa ukombozi kwa ulimwengu huu. Linawaita watu wajiunge katika ibada ya kweli, na Bwana ndivyo atakavyo, ili watu wa jumuiya yote wajiunge kwenye kanisa lake la kweli. Jameni, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo nina ujasiri kutangaza kwenye viwanja vya Kenyenya, mbingu ishuhudie, milima ya Kenyenya isikie ya kwamba kanisa la Mungu limewekwa wazi katika viwanja hivi. Silo lingine wapenzi, ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Sikia, ukitaka kanisa lenye watu waliokamilika, subiri mbinguni. Hapa chini tuna kanisa lenye mafundisho yaliyokamilika.
hawa Adventista wa Sabato sio wazuri kweli. Najua wengine ni majirani zako, ni wakorofi, ni watundu. Mwingine amekupokonya mke, hata yupo hapa. Najua unasema hilo ndilo kanisa la Mungu kweli. Sikia, hatuchagui kanisa la Mungu kwa sababu ya watu. Tunachagua kanisa la Mungu kwa sababu ya mtu aliyelinunua kwa damu yake ya thamani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. It is the church of God because Jesus purchased it with his own precious blood. He has defended it through eternal ages. He will defend it until at last he brings it safe at home. Mungu ana kanisa lake. Na tumeona namna Mungu alivyofanya kazi kwenye kanisa hili. Hata kabla sijaenda mbali, Mungu ameligusa kanisa hili kwa utume, kwa uweza wa Roho wake Mtakatifu. Heaven Targeters watakuwa ni mashahidi ya kwamba sisi tumeona uweza wa Mungu akifanya kazi kwa kutumia mikutano ya injili kama hii kuwaleta watu katika kanisa hili la kweli. Miaka michache iliyopita Waithaka, watu zaidi ya 200 walimkubali Yesu Kristo. Mwaka uliopita Eldoret, watu karibu 100 walimkubali Yesu Kristo. Mwaka huu hapa Kenyenya, watu wanakaribia 500 sasa, kesho inaamini wanamkubali Yesu Kristo. Kanisa la Mungu Bwana analipatia uweza wa Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaka 2004 kulikuwa na mkutano wa satellite ulifanyika pale Kigali, Rwanda. Kulibatizwa watu 10,000, haijawahi kusikika. Kanisa la Mungu Bwana analishindia. Na je, unajua mwaka 2016 kuliandaliwa mikutano kama 2,200 katika nchi ya Rwanda, na kulibatizwa zaidi ya watu 100,000. Bwana alijitwalia watu. Kanisa la Mungu Bwana anali-equip kwa Roho wake Mtakatifu. Hatimaye Bwana atatufikisha nyumbani salama. Hatimaye Bwana atalifikisha kundi lake salama. Na kusihi wewe uliyesikia habari hizi leo, Bwana amezungumza na wewe kwa wazi pasipo kupepesa maneno yake, na amekwambia kuna kanisa lake duniani leo. Unajua kule sehemu za mashariki, hapa ndipo ninapomaliza, watu wanapoenda kulisha kondoo hawafanyi kama tunavyofanya huku. Wachungaji wa kule wanapolisha kondoo, mchungaji anakaa mbele na kondoo wanamfuata nyuma. Kwa hivyo anatembea, kondoo wanamfuata. Sasa wachungaji wanaweza kutoka wachungaji 3 hivi wakienda kulisha kondoo. Alafu ikifika mchana wanapeleka kondoo wao kunywa maji. Wakifikisha pale majini, baada ya kurelease kondoo wake, mchungaji mmoja anaweza kuwa kama na kondoo 100 ama 200. Kwa hivyo kama kila mchungaji 3 wako na kondoo 300 au ni kondoo 900, wanawarelease kuingia kunywa maji. Wao wanarudi, wanakaa kwenye mawe, wanatoa marage yao na matunda yao wanakula. Utajiuliza, baada ya kumaliza watatofautishaje vipi kondoo zao? Kondoo 900 wote wako katikati huko ndani wanakunywa maji. How will they differentiate kwamba huyu ni wangu na huyu si wangu? Nilisoma kitu ambacho kilinifurahisha. Inasemekana mchungaji mmoja huwa anatoka, anasimama kando, anazungumza, anatoa sauti, na kondoo wake wote wanakuja kwake. Na ndio Yesu anapoandika Yohana sura ya 10 anasema, kondoo wangu waijua sauti yangu. Anasema nitawaita, kutakuwa na mchungaji mmoja na kutakuwa na kundi moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Najua majuma haya mawili umesikia sauti ya mchungaji mwema. Natumai umejua nyimbo ambayo nataka uimbe sasa. Umesikia sauti ya mchungaji mwema, mchungaji mpenzi anayekuita uingie zizini palipo salama. Huko nje ni mbwa mwitu tu, huko nje ni wahubiri ambao tumbo ndiyo miungu zao. Lakini mchungaji mwema aliyekufia msalabani, aliyekununua kwa damu yake ya thamani, mchungaji mpenzi ya kuita, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu. Hivi kukuita anadumu? Bwana Yesu mchunga. Isikie sauti yake leo. Chagua kujiunga na kanisa la kweli la Mungu. Tutakuwa tukiimba kwa kusimama.
na tunaposimama tunasema, Bwana, tunachagua kuwa ndani ya kanisa lako. Hivyo ndivyo tunavyosema tunaposimama. Na iwapo unatamani kujiunga kwa njia ya ubatizo, tulia tu kidogo, tutaimba. Iwapo unataka kujiunga kwa njia ya ubatizo, mpenzi, bado mlango upo wazi. Kufikia leo asubuhi, listi ile tuliona watu wanakaribia 150 wa kubatizwa siku ya kesho. Hata wewe unaweza kujiunga, ili ujiunge na jumuiya katika familia ya Yesu Kristo. Mchungaji mpenzi akuita ili kwamba uje. Karibuni, tutaimba wimbo huo kisha tutaweza kuomba hatimaye. 105 ndio wimbo tuimbao sasa. Jioni hii Yesu anakuita kwa moyo wa huruma. Wewe ambaye umesalia nje, usikawie tena. Adui Shetani kama mbwa mwitu anachokijua ni kuua, kuchinja na kuharibu. Ila Yesu anasema nimekuja ili muwe na uzima, tena muwe nao tele. Na kwa hiyo nakualika mchungaji mpenzi, anaita kwa moyo wa huruma. Uliyepotea anasema njoo kwangu. Hivi anakungoja na anadumu. Bwana Yesu mchunga. Bwana akubariki unapoamua kumkubali Yesu na kufuata kweli ya neno lake na kujiunga
na watakatifu wake wajishikao amri zake na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Tuombe. Mungu na Baba yetu, limekuwa somo la kipekee sana. Iwapo katika madhaifu yangu Mungu nimetumia maneno yaliyo magumu, ninakusihi msamaha wa kipekee utokao kwako. Ila nakusia kwamba neno hili likatafsiriwe katika mioyo ya watoto wako kwa namna ambavyo kila mmoja aliyesikia ataweza kujua hiyo ilikuwa ni sauti ya mchungaji mwema. Hiyo ilikuwa ni sauti na nialika niingie zizini palipo salama. Kwa hiyo nakusihi Bwana, yule ambaye amesikia na anatamanio na sauku la kujiunga ndani ya kundi la Mungu la pekee wanaozishika amri zako na kuwa na imani ya Yesu Kristo, Bwana, ninakusihi umpatie nguvu ya kufanya uamuzi huo. Wapatie nguvu ya kujitoa kwa ubatizo. Wapatie nguvu kuacha ibada za kawaida. Wapatie nguvu Bwana kukwepa ibada ambazo hazina misingi katika neno lako. Mungu wangu, tusaidie kuchagua kuwa washiriki kwenye kanisa ambalo umeliweka kuwa safina ya wokovu siku hizi za mwisho. Lakini pia hata sisi ambao tulichagua zamani, tupatie moyo wa kujua ya kwamba tunapaswa kuwa masalio ndani ya kanisa lililosalia. Tunapaswa kuwa na sifa za waliosalia ndani ya kanisa ambalo limesalia, Bwana, ili tusiwe wajaza viti na wanaosukuma muda kwenye kanisa la kweli la Mungu. Imani hii zidi kwa sehemu yetu Bwana, unapoongoza vipindi vilivyosalia. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana awabariki.